Hello, ni kwa mara nyingine tena katika kipindi chako pendwa cha Dental Talk. Mimi mwandishi wako Hadija, na leo tunaenda kuzungumzia kwamba kwa nini tuna changamoto ya kutoboka kwa meno. Watu wengi wanasumbuliwa na hii changamoto. Unataka kujua kwa nini? Kaa na mimi mpaka mwisho katika kipindi hiki. Leo tutakuwa na mtaalamu wetu wa afya ya kinywa na meno ambaye atatusaidia kujibu maswali yetu ya kwa nini kumekuwa na ongezeko kubwa la watu wenye changamoto ya kutoboka na kuoza kwa meno. Naam, karibu daktari. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dr. Redempta Cyprian Patrick, ni mtaalamu wa afya ya kinywa na meno. Nipo hapa kujibu maswali kuhusiana na ni kwa nini kunakuwa kuna ongezeko kubwa na shambulio kubwa sana la magonjwa ya kutoboka kwa meno. Naam, karibu Dr. Redempta katika kipindi chetu cha Dental Talk. Bila shaka ni mara yako ya kwanza. Tunataka uende kutujibia maswali yetu ambao wananchi wamekuwa wakijiuliza, yaani imekuwa kiibua maswali mengi kwamba kwa nini siku hizi kuna changamoto kubwa ya kuoza ama kutoboka kwa meno. Kwamba sababu ni nini? Unakuta wengine hawatumii sukari, hawatumii vyakula vya sukari, lakini bado wanasumbuliwa na changamoto ya meno. Sasa nyinyi kama wataalamu tusaidie kujibu kwa nini hii changamoto imekuwa ni kubwa sana kwa sasa hivi. Nashukuru ndugu mtangazaji. Swali zuri sana. Na tatizo la kutoboka meno limekuwa ni tatizo kubwa sana ambalo linawaathiri watu wengi sana. Takriban 80%. 80% ya Watanzania wamekuwa wakishambuliwa na magonjwa ya kutoboka meno. 20% zingine imekuwa ni magonjwa ya fizi na magonjwa mengine ya meno. Kutoboka kwa meno ni ile hali ambapo jino linaharibika au kuoza likiwa limesababishwa, mara nyingi huwa linasababishwa na kutumia vyakula vya sukari au sababu ambazo zinatokana na shughuli za kibakteria ambazo ziko mdomoni. Dokta, sasa unaweza kutuambia ni vitu gani vinavyopelekea kutoboka ama kuoza kwa meno? Sababu za jino kutoboka zipo nyingi, lakini kuna sababu kuu 4. Sababu ya kwanza ni kutokusafisha kinywa vizuri. Watu wengi wanashindwa sana kupiga mswaki vizuri. Hawajui ni namna gani ya kupiga mswaki vizuri. Sio kwamba hawaswaki. 99.9% ya Watanzania huwa wanaswaki. Huwa wanapiga mswaki, lakini hawajui ni namna gani nzuri ya wao kupiga mswaki ili kuondoa mabaki ya chakula ambayo yanabaki kinywani. Sababu nyingine ni ulaji wa vyakula vya sukari. Ulaji wa vyakula vya sukari imekuwa ni sababu kubwa sana ambayo inapelekea kutoboka kwa jino au dental caries kwa kitaalamu inaitwa hivyo. Sababu nyingine kuu ni bakteria. Kila binadamu ana bakteria mdomoni, lakini mabaki ya chakula ambayo yanabakia na bakteria hawa ambao wapo mdomoni hawana athari au effect yoyote. Yale mabaki ya chakula yanayobakia yanasababisha bakteria wale kutengeneza tindikali inaitwa asidi, ambayo tindikali hiyo itakwenda kusababisha kufanyaje? Kutoboka kwa jino. Na sababu nyingine ni kutokuwa na mate mengi mdomoni. Hiyo pia ni sababu mojawapo ambayo inapelekea kutoboka kwa jino. Asante. Daktari, sasa unaweza ukatueleza kwamba namna gani hawa watu ambao wana changamoto ya kutoboka kwa meno wanaweza kuzuia ile hali isiendelee, na kwa wale ambao bado hawajapata ile changamoto wanawezaje kuzuia ili wasipate na hiyo changamoto ya kutoboka kwa meno? Asante. Kabla ya kufika kwanza kwenye namna ya kuzuia, kuna dalili ambazo mtu ataziona na kujua kwamba jino lake limetoboka au amepata dental caries. Dalili ya kwanza ni jino kuuma wakati wa kutafuna. Dalili ya pili ni anasikia maumivu wakati anakula chakula cha moto, cha baridi au chakula kingine chochote au hata maji ya baridi.
Dalili nyingine ni jino kuonekana kwamba lina shimo na pia kuonekana ni jeusi au rangi ya chocolate. Dalili nyingine, mgonjwa anaweza akawa anahisi anapata hisia kali sana kwenye jino au kitaalamu inaitwa sensitivity. Yaani hisia kali inakuwaje, kwamba unahisi kama jino linang'oka au hiyo sensitivity? Naposema sensitivity ninamaanisha anahisi kama anahisi kama ganzi. Jino linakuwa sensitive. Yaani jino linakuwa hata likiwekewa chochote mtu anakuambia kabisa, nasikia jino langu linakuwa hivi, nikinywa tu maji baridi nasikia ndo ana present hivyo. Lakini pia kuhusiana na namna ya kuzuia kutoboka kwa jino, kila Mtanzania anapaswa kufuata maelekezo yafuatayo. Cha kwanza, azingatie kusafisha meno yake mara 2 kwa siku. Namaanisha kupiga mswaki mara 2 kwa siku kwa kutumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride. Jambo jingine ni kuacha kabisa au kula, mara chache kuacha kula vyakula vyenye sukari ambavyo vitapelekea kwenye kutoboka kwa jino. Umesema tupige mswaki kwa dawa zenye madini ya fluoride. Na unaweza kutuambia sasa ni dawa gani hizo dawa maalum labda zenye madini hayo ya fluoride? Maana kuna white dent, kuna huku aloe vera. Labda unaweza kutuambia ni dawa gani labda specific ndio huwa zina hizo madini ya fluoride, au tueleze daktari. Asante. Dawa nyingi sasa hivi zina madini ya fluoride. Hata white dent ina madini ya fluoride, Colgate, Vigo Doctor. Dawa zipo nyingi sana. Haya, mmesikia jamani, dawa yoyote ya meno ina madini ya fluoride. Sio yoyote, nikimaanisha kwamba zile ukienda kununua dawa yako dukani ya meno, hakikisha kwamba pale zile ingredients imeandikwa kuna madini ya fluoride. To make it clear. Hakikisha kwenye ingredients imeandikwa pale fluoride, ina madini ya fluoride. Sasa dokta, kama mtu ndo hajui kusoma sasa hiyo fluoride imeandikwaje? Maana kule ndani mwa Tanzania huko Shinyanga mbele mtu hajui kusoma, hiyo fluoride ataijuaje? Atamuuliza hata Mangi. Atamuuliza, naomba nisaidie dawa yenye madini ya fluoride basi. Wataalamu wengi sasa hivi wa kinywa na meno wanatuambia kauli mbiu ya meno kutibu jino si kung'oa. Kwa sasa naomba tueleze matibabu ya kwa wale ambao wameoza sasa hayo meno yametoboka. Ukiachana na kung'oa, matibabu gani ambao wanaweza wakapata? Asante. Swali zuri sana. Watu wengi sana wanafikiri wanapopata shida, jino linapomuuma, anahisi jino matibabu ya jino ni kuling'oa. Hapana. Matibabu ya jino sio kuling'oa. Yapo matibabu mengi sana ambayo ukishaenda kumuona mtaalamu wa afya ya kinywa na meno atajua anaweza kukusaidia vipi. Matibabu ya kwanza ambayo yanafanyika yanaitwa fluoride application. Hayo matibabu ya fluoride application yanatumika kwa wale ambao wana ile kutoboka kwa meno kwa awali, wanaita initial caries wataalamu wenyewe. Kwa hiyo utampa maelekezo kuhusiana na kusafisha kinywa na pia utamuelekeza ni namna gani ya kutumia fluoride. Matibabu mengine yanaitwa root canal treatment, ni kuua mzizi wa jino. Haya matibabu yanafanyika hasa kwenye meno ambayo yamefikia, yameoza mpaka kufikia kwenye neva. Na pia ukiachana na hayo matibabu yote, ukiona jino kabisa limeshindikana katika hayo matibabu, tunaling'oa, tooth extraction. Asante. Naam, asante pia daktari kwa muda wako. Tunashukuru, umetusaidia kujibu maswali ambao na hope kuna watu wamejifunza mengi zaidi waliofuatilia hiki hadi mwisho. Shukrani kwa muda wako. Asante sana ndugu mtangazaji, na karibu.
Wapenda watazamaji, asante sana kwa kufuatilia kipindi chetu cha Dental Talk. I hope umejifunza kitu. Usikose kufuatilia vipindi vyetu vingi. Utajifunza mengi. Shukran.